naenda kuuliza kwa mara ya mwisho. Ni kwa nini mlimuua Muna? Afande usitupige. Sasa tunamuua Muna afande. Mimi nasema ukweli. Kuna dada ametupa hiyo kazi ya kumteka Muna. Kibahati mbaya alituambia kwamba tuharibu mimba, lakini sisi katokea akafa. Mwaribu mimba? Nani aliwapa huo mchongo? Mimi sifahamu, yeye mwenzangu anamjua. Sasa nini hapa? Usiseme bwana. Ni nani aliwapa hiyo kazi? Ongea bwana, wewe uone tunafoumia hivi. Kamanda, huyu bado anajeuri. Rudisha chumba cha mateso. Nasema. Kuna dada anaitwa Tami. Ndio alitugea huo mchongo. Switch of love, switch ya mapenzi. Niambie madam. Nilikwambia uje peke yako. Huyu ni nani? Usijali. Huyu ni kijana wangu wa kazi na anamuamini sana tu. Wewe lete mchongo madam, alafu vitu vingine viendelee. Ila sijakuona kitambo. Mimi sio mkaaji sana. Ila kuna kazi nataka niwape. Lakini nahitaji muwe makini sana. Mhusika na mimba. Kitu ninachokitaka ni ile mimba itoke. Lakini huyo mhusika awe salama. Sawa. Shida yangu ni hiyo mimba tu. Basi. Hiyo ni kazi ndogo sana. Mimi nadhani unanifahamu. Kikubwa ni kumfahamu mhusika. Mhusika ni nani? Huyo ndio mhusika. Cha kufanya, nyinyi kaeni mazingira ya nyumbani. Akitoka tu, mimi nitawataarifu. Basi poa, mimi nadhani hilo halina shida. Imeisha. Kumbuka, mtu yeyote hatakiwi kujua kuwa mimi niko nyuma ya hili. Ongeni kila kitu mnachokijua. Chukueni taarifa zao zote. Kisha mtaenda kujaza katika kesi ya 5. Ndio kamanda. Lakini afanye sasa kufanya kusudi. Kwa maana tukumua kusudi, lakini sisi afanye bwana. Ni wewe au naota? Ni mimi huyo mjomba, wala hauoti. Basi sawa, ngoja nichukue kiti tuzungumze kwa kina. Mjomba, umefika leo au na siku nyingi upo hapa? Nina siku kama 3 hapa kijijini. Nilifikia kwa mjomba 5 kule. Haina tatizo. Ila mjomba, unakaa mjini hata kunyanyua simu yako unipigie mimi mjomba wako unashindwa. Kwenye hilo nitangulize na samahani mjomba wangu. Kitu ambacho haukijui, ukifika mjini maisha ni magumu sana. Mpaka tunasahau ndugu zetu kama wapo kijijini. Lakini yote kwa yote,
namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuonana tena. Kiukweli nimefurahi sana kuona mjomba. Ndio maana wanasema kwamba maji atakichemshwa lazima rudi ubaridini. Karibu sana mjomba, jisikie uko nyumbani. Lakini mjomba, kitu ambacho kimenileta hapa kwako, niliongea na mjomba Tano kuhusiana na mashamba marehemu mama yangu. Akaniambia wewe ndio kila kitu, unajua mashamba alivyokuwa na mipaka yake, kwa hiyo kwa ufupi yapo chini ya uangalizi wako. Hilo ni kweli. Baada ya kwenda mjini, mjomba wako Tano alinikabidhi ile mashamba yao chini ya uangalizi wangu. Lakini sio mbaya kwa sababu umefika. Tunaweza tukaongozana kwenda kuangalia mpaka yote, uweze kujua mashamba yako yanakomea wapi, yanaanzia wapi. Haina shida mjomba. Sawa. Ila mjomba menawili. Hatimaye nyumba yangu imepoa sasa. Na ninaweza kuishi kwa amani kabisa. Kweli. Hapo ulijitahidi kuishi na maadui wawili ndani ya nyumba moja. Sio mchezo bro. Wewe acha tu. Polisi wamenipigia simu. Wanahitaji niende kituoni. Kwa hiyo nikimaliza hapa nitaelekea huko. Sawa baba. Na mimi nikimaliza hapa nitaenda kuchukua nguo zangu kwa dada Suzi. Ni kweli. Ili tupate muda wa kukaa naye kwa sababu maisha yake yote amekulia mbali. Ni kweli kabisa. Tony utakaa hapa mpaka pale kakako abe atakaporudi. Sawa baba. Na believe itabidi tuongozane wote tuelekee ofisini ili nikakuonyesha mazingira pale. Sawa, haina shida bro. Vipi lakini nyumba umeionaje? Nyumba ni ngara. Okay. Hapa sasa inabidi tupate kamboda mwingine. Yes, coming. Habari yako afande? Salama, karibu. Asante. Nimekuita kukupa taarifa kwa ushahidi tayari umeshakamilika. Na Tami ndo anahusika katika kifo cha mdogo wake Muna. Mlibahatika kupata wale watekaji? Ndiyo, na wametubu kila kitu. Lakini dhamira ya Tami ilikuwa ni kuharibu ujauzito. Lakini kwa bahati mbaya wale watekaji walimpa maumivu makali Muna mpaka ikasababisha kifo chake. Mungu wangu. Yaani sikutegemea kama Tami ni katili kiasi hiki. Hata kwa ndugu yake wa damu. Na kesi ya kwanza inasikilizwa kesho mahakamani. Hakikisha unafika pale asubuhi mapema sana saa 2 pamoja na mwanasheria wako. Sawa, shukrani sana afande. Sawa, unaweza ukaenda. Mjomba Abi, kama ulivyoona mashamba, utayafanyeje? Au una mpango wa kuyauza? Hapana mjomba, ila kwa sasa mambo yangu sio mabaya. Ukifika wakati ya kilimo, nitatumia pesa
wewe na mjomba Tano, ili mradi mnitafutie vijana waweze kunilimia mashamba yangu yote. Unataka kujikita kwenye kilimo? Sio vibaya kufanya vyote, ila nahitaji kulima maharage pamoja na mahindi. Hivyo ndio vyakula pendwa da. Naamini naweza nikapiga pesa kupitia kilimo. Sawa mjomba. Lakini nilisikia una mpango wa kumhamisha Fina kwenda kusomea mjini. Mmefikia wapi? Hilo jambo nimemwachia mjomba Tano analishughulikia. Likiwa sawa, basi nitaondoka naye Fina. Vizuri sana. Anita wangu, lilele lo nasukuma ili siku ziende. Yani kama alikuwa anaenda kutukana hivi hapa kwenye nasukuma ili siku ziende. Wasanii wa zamani bwana. Akati wasanii wa zamani ndio walikuwa wanatukana kuliko wa siku hizi. Kwa ikote nilijua anakuja kumfungulia geti mtu wa maana. Kumbe ni wewe. Huyo mtu wa maana ndio yupoje? Ana miguu minne, ana macho kichwani, au ana kisogo miguuni, au yupoje? Umeanza kuwa na kiburi kama kaka yako Umesahau kwamba ulikuwa unakuja hapa tunakupa chakula unakula. Kipindi hicho kaka yako akiona chupa anachekelea kama chizi kaona jalala jipya. Au ndo maskini akipata vitu uliambwata? Pwa! Hiyo ilikuwa ni zamani. Na tena umenikumbusha. Tunataka tulete mlinzi pale nyumbani. Kama utahitaji, utakuja ufanye interview. Uende tukakulipa mshahara mrefu zaidi ya hapa. Nini wewe? Ifenshanash. Are you crazy? I don't broken. Hey, boy. Hata kazi ziishe dunia nzima, bora nife na njaa kuliko kuja kufanya kazi kwenu. Never, your people never like now forever. I don't like me now. Are you serious? I'm very serious. Sitakuja kufanya kazi kwenu kivyo vyote, hata kwa bakola. Usimtukane mkunga ingali kizazi bado kipo. Wewe nani anakuambia mimi nina kizazi? Wewe dogo, kashaanza kuvimba Subiri. Mr. Roya. Miss Commander. Wow. Karibu. Asante. Pole na kazi. Thank you. Na pia sitategemea kuona mida hii tena ofisini kwangu. Leo nirudi mapema, hivyo nikaenda nyumbani nikapika chakula, nikaona ni vyema nilete hapa ofisini tule wote. Wow. Hii ni surprise. Asante. Lakini mbona anza kunidekeza hivi mzee? Nitazoea vibaya ujue. Na ukizoea vibaya,
nitakufunga pingu, nitakuweka gerezani. Aya basi, nifunge. Madam wangu. Talisha. Believe, nahisi mazingira yote tumeyaona na wafanyakazi wote. Ndio. Kiukweli brother, umepambana sana na ninajivunia kuwa mdogo wako. Na ninaamini nitajifunza mambo mengi sana kutoka kwako. Usijali, pia nataka uanze kazi haraka iwezekanavyo. Kwa sababu mipango ya safari yangu naifahamu vizuri. Kwa hiyo nataka nikiondoka nikuache ukiwa na uzoefu kidogo. Hakuna shida. Mimi kesho mapema nitakuwa hapa. Basi sawa. Mimi kuna kazi kidogo namalizia hapa. Kisha nitaenda kwa Daniel, yule mwanasheria wangu. Sawa, na mimi acha nimpitie Tony ili tuende nyumbani. Unampitia Tony kweli au unaenda kumuona Hawa? Maana jana nilikuona ukimtazama kwa macho fulani hivi. Macho yale ya uzurungi. Brother, kawaida tu mbona. Basi sawa, hamna shida. Sawa. Believe. Hawa, habari? Salama, karibu. Asante. Ila mimi sio mkaaji. Nimekuja kumpitia dogo. Ametoka. Hata hivyo ndo tumetoka kumsindikiza. Atakuwa amesahau. Nilimwambia nitampitia. Huenda. Huyu ni dada yangu. Anaitwa Suzy. Suzy. Huyu ni Believe. Ni babake mdogo Kingu. Oh. Nashukuru kukufahamu. Nashukuru kukufahamu pia. Hawa. Sijui unaweza kunisindikiza. Kama unavyojua mimi ni mgeni huku. Sawa, haina shida. Basi mimi utanikuta ndani. Ila naomba usichelewe kurudi. Sawa, basi anzaga kupika. Nakuja tu sasa hivi. Sawa. Haya. Switch of love, switch ya mapenzi, mimi nawe, hey, tupendane, natamani. Karibu sana sasa. Mbona ofisini kwako kunanukia waliwali, manjumati, mambo mazuri mazuri? Au ni mimi pua yangu tu inanidanganya? Sasa shemeji yako mzee. Yaani sio poa. Naona, maana hadi stiki mdomoni, si mchezo. Yaani leo nipo kwenye mood nzuri sana. Utafika kama vile naanza mapenzi upya. Kama shemeji alikuja, basi najua utakuwa umeshajua taarifa kuhusu kesi ya Tami. Hivi nafikiria muda tunaongea kesi za uhalifu tu. Tunapokuwa mimi na yeye tunaongea mambo yetu mazuri ya kimapenzi. Mambo ya kesi yenu wewe tunaweka pembeni kidogo. Anyways, kesho ndo ile kesi inaenda kusikizwa kwa mara ya kwanza. Hivyo mimi na wewe tunatakiwa tuwe mahakamani saa 2 asubuhi. Poa tu. Nafikiri kesi itakuwa ina mambo mengi kwa sababu washahidi na mashahidi wote wamekamilika. Kila kitu kimekwenda sawa. Natumai hivyo kwa sababu hii kesi ya Tami na Abi ambaye yuko safarini ndio amenisubirisha mpaka sasa. La sivyo ningekuwa nimeshasafiri tayari. Basi na safari zako zinakuwa makini sana. Sawa, sasa wakati mwingine na mimi unialika kwenye bila maana inaonekana.
Ni wewe?